Njiani. Kuna watu waitamani wewe uweze kuishia njiani, waitamani usiweze kuvuka mwaka huu, lakini nataka nikwambie ya kwamba mwaka huu lazima utavuka. Wewe ulioko mahali hapa utavuka kwa kishindo na utashangilia matendo makuu ya Mungu aliyotenda juu ya maisha yako. Maana hata leo uko mahali hapa tu, bali Mungu anakusudia wewe upo mahali hapa ili ushuhudie matendo makuu ya Mungu, ili ushuhudie anapokuvusha mwaka 2025, ili ushuhudie unapoenda kwenye baraka zako, zile baraka alizokuahidia, zile baraka ambazo Mungu anataka wewe ufike. Haleluya, haleluya, haleluya. Naamini watu wote mnaamini, na sisi tuko mahali hapa tubahatishi, maana hatupokuwa tumekuja sisi tuko akili zetu, ila ni Mungu aliyekusudia, aliyetamani hata jioni ya leo kuwepo mahali hapa. Maana tumeacha kazi zetu, tumeacha shughuli zetu, tumetamani kuja kusema na wewe maneno ya uzima, tumetamani kuja kukuambia habari njema, tumetamani kuja kukuambia haya matendo makuu aliyotenda Yesu Kristo ndani ya maisha yetu. Maana alituokoa kutoka kwenye dhambi, alituokoa kutoka kwenye vifungo mbalimbali. Tulikuwa tumefungwa, tulikuwa mateka, tulikuwa tunaabudu sanamu, tulikuwa tunaabudu miungu mababu na mabibi, lakini Yesu Kristo alipoingia ndani ya moyo wangu, yeye alibadilisha maisha yangu, alibadilisha mtazamo wangu, alinibadilisha kutoka kwenye matambiko na kwenda kumwabudu yeye. Na katika yeye waliompata Yesu Kristo wanao uzima tele, aliyo na Yesu Kristo ndani wanao imani, wanao tumaini la ushindi, wanao tumaini la uzima. Maana ipo siku atavuka, ipo siku atamuona ameketi mkono wa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, hii ni jioni iliyo njema kabisa. Nataka nikwambie jioni ya leo ni jioni ya tofauti, ni jioni iliyo tofauti kwenye maisha yako. Jioni ya leo hautaiona tena, jioni ya leo haitajirudia tena kwenye maisha yako. Jiulize, Januari mpaka Disemba umempa nini Mungu? Jiulize, Januari mpaka Disemba ni wangapi mlikuwa pamoja, leo hii hawapo? Lazima utapata majibu kwenye kichwa chako. Si kwamba wewe ni wa thamani tu, bali ni kwa neema yake Mungu. Ni Mungu ndiye amekusudia wewe kuwepo jioni ya leo mahali hapa. Ni Mungu anakusudia ili abadilishe maisha yako, nao ukamshuhudia huyu Mungu, nao ukatembea katika njia zake, naye ajivunie kwamba leo mtu mahali hapa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaniona kama vile ni mtu ambaye sina akili timamu, lakini nataka nikwambia hata mimi nayo kazi kama ya kwako. Lakini leo kana kwamba siwezi kwenda kazini, lazima nije niseme na watu wa Mungu, bali nikiamini kwamba hata kazi nilionayo ni Mungu amenipa, hata ile kazi nilionayo Mungu ndiye aliyonipa. Kwa naamini hata napokuwepo hapa ninapata zaidi. Haleluya. Ndio maana nikiona Mungu akininua kila siku, nainuliwa viwango kwenda viwango. Kwa nataka nikwambia hata wewe uliyekuwa bodaboda, yamkini hayo maisha unayoishi sio kwako, ila Mungu anataka kutoa kutoka kwenye bodaboda akupeleke sehemu nyingine zaidi, akupeleke viwango vingine zaidi, akupeleke kuendesha hata wakurugenzi, akupeleke kuendesha hata waharisi. Maana yeye anaweza kufanya mambo yote. Hata mnaona kwamba haiwezekani kwa wanadamu, lakini kwa Mungu anawezekana. Yamkini kwa macho ya kawaida unaweza kuona ya kwamba haiwezekani, lakini nataka nikwambie kwa Mungu wetu hakuna jambo la kumshinda huyo Mungu wetu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Vijana wenzangu, baba zangu na mama zangu, watoto wangu na wote mnaosikia sauti hii, ninataka nikwambie habari zilizo njema kabisa, na nikwambie kwamba hii siku ambayo Mungu anakusudia aseme na wewe ili tuweze kubadilishana maneno mawili matatu. Mimi ninalo neno la uzima ambalo ndio nikupaka leo hii, ili neno litakutoa katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nataka nikusomee katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 28 na ule mstari wa 19. Mathayo sura ya 28 Mathayo 28 ukianzia ule mstari
wa 18 Biblia inasema Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkawabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maneno ya Mungu. Yesu alikuwa akisema na wanafunzi wake, maana alienda akaambia ya kwamba amepewa mamlaka yote duniani na mbinguni. Akasema, nendeni duniani kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wa Kristo Yesu, tena mkiwafundisha kuyashika haya maneno niliyoamuru. Haleluya! Yesu Kristo alipokuja hapa duniani alikuja kutengeneza wanafunzi, na amekuja kuwafanya wanafunzi ili kwenda kuwafundisha watu wengine. Kwa hiyo ndugu yangu, na mimi jioni ya leo ndipo kukuambia habari hizi njema. Yamkini unaweza kukubaliana na mimi au ukashindwa kukubaliana na mimi, lakini najua ya kwamba unao masikio na unasikia, maana Mungu yeye aliyekupenda upeo, hata yeye aliyekufanya kufika jioni ya leo mahali hapa, unapaswa kujua kitu kimoja kwenye maisha yako. Wewe umeumbwa ili kuwafanya watu wengine kumjua huyu Mungu. Wewe umeumbwa, umeletwa duniani ili kuwatengeneza watu wengine kuwa wanafunzi wa Kristo Yesu. Kwa hiyo vyovyote vile utakavyokuwa unaishi, jambo lolote unalolifanya wala linaenda, jua ya kwamba lipo kusudi ambalo Mungu amekuleta ili ulifanye hapa duniani. Hapa duniani haujaja kustarehe tu. Hapa duniani haujaja kula na kushiba tu. Hapa duniani haupo kwa ajili ya kutembea tembea na kuzurura zurura, ila upo kwa kusudi maalum ambalo Mungu ameliweka ndani yako, na kusudi hilo ni kuenda kuwafanya mataifa yote kumjua Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lazima ujue ya kwamba Yesu Kristo ni Yesu mwenye nguvu, ni Yesu anayeweza kuokoa, ni Yesu anayebadilisha maisha ya damu, ni Yesu anayebadilisha maisha ya wanadamu yote aliyekuwa amekata tamaa, aliyekuwa ameshindwa, akaona ya kwamba alipokuwepo haiwezekani. Nataka nikwambia kwamba jioni ya leo ni jioni ambayo Mungu amekusudia aseme na maisha yako, amekusudia abadilishe mtazamo wako, amekusudia abadilishe mwenendo wako. Kwa hiyo kubali kubadilika, kubali kubadilisha maisha haya, kubali kubadilisha mtazamo wako ulio nao, maana alipokusudi Mungu ameweka ndani yako, hiyo kusudi aliyoliweka ndani yako ni kusudi maalum. Maana wewe haupo mahali hapa kwa ajili ya kutembea tembea tu, haupo mahali hapa kwa ajili ya kula na kunywa, bali uko mahali hapa kwa ajili ya kuwafanya watu wengine kumjua huyu Mungu aliyekuumba, kumjua huyu Mungu aliyekufanya leo kufika mahali hapa, kumjua huyu Mungu aliyekupa uzima uliokuwa nao, kumjua huyu Mungu aliyekubariki kwa kazi nzuri uliokuwa nayo, kumjua huyu Mungu aliyekufanya kuendesha ile gari nzuri uliokuwa nao. Ni kwa sababu kuna kusudi Mungu ameliweka ndani yako, ili ujue ya kwamba maisha yako unayoishi hapa duniani si kwa akili zako wala si kwa nguvu zako, ila ni kwa sababu Mungu lipo kusudi ameliweka ndani yako, na anatamani kuona siku moja wewe ukimrudia yeye, wewe ukitembea katika njia zake, wewe ukibadilisha mtazamo wako, huo mtazamo wako wa kushindwa, maana si kusudi la Mungu hata siku moja. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha unayoishi kila siku huwa nawaambia
Unaweza kuwa unaishi katika maisha ambayo si ya kwako, unaishi katika mtazamo ambao ni negative, unaishi katika mtazamo ambao ni wa kushindwa, kwa sababu wewe mwenyewe umekubali kukata tamaa, wewe mwenyewe umekubali kushindwa, wewe mwenyewe hujakubali kuongozwa na huyu Yesu Kristo. Maana maneno ya Mungu yanasema kwamba yeye ni njia, lakini ni uzima milele. Maana ukimpata Yesu Kristo umepata vyote. Ukimpata Yesu Kristo umepata wokovu. Ukimpata Yesu Kristo umeipata mbingu. Kwa hiyo inakufaa nini ndugu yangu uishi katika maisha ambayo umekubali kutumikishwa na shetani, umekubali kuwategemea waganga wa kienyeji, umekubali kuwategemea wanadamu, umekubali kuishi mtazamo ambao sio. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi jioni ya leo nimekuja ili nikwambie, ya kwamba Mungu anakupenda, na Mungu anakupenda na anakuhitaji tena. Anataka wewe ufanye uamuzi ulio sahihi. Yamkini ninaongea mahali hapa, yupo mtu anaumwa, yamkini ni kansa na kusumbua kwa muda mrefu, yamkini kila unapoenda hospitalini ikafika mahali madaktari wakasema ya kwamba ugonjwa uliokuwa nao hauwezekani. Madaktari wakasema ya kwamba wewe hapo ulipo umebakiza ni siku chache ili ufe. Lakini nataka nikwambia habari za Yesu Kristo. Yeye hajawahi kushindwa hata siku moja. Yeye ni professional, yeye anaweza yote. Waliposema ya kwamba haiwezekani, ila kwake anawezekana. Waliposema ya kwamba wewe ni wakufa, yeye anakurudisha tumaini ndani ya maisha yako. Kwa hiyo usikate tamaa kwenye maisha yako unayoishi. Waache wanadamu waseme, ila Mungu anayokusudia maisha yako. Wenyewe wanasema wewe ni wakufa, ila mimi naona uzima ndani yako. Wanasema utavuka mwaka 2025, ninaona unavuka kwa kishindo. Ninaona wanasema wewe si wakubarikiwa, ila naziona zile baraka Bwana alizoziweka ndani yako. Ninaona zile nguvu ambazo Mungu ameziweka ndani yako. Ninaona ukivuka tena, ninaona ukienda ngambo nyingine, ninaona ukienda viwango vingine, maana Mungu anakuwazia aliyo mema. Yamkini mwaka 2025 umelia, umekuwa na huzuni muda mrefu, ikafika sehemu kakata tamaa. Nataka nikwambie mwaka tunaoenda ni mwaka wa ushindi, na ni mwaka ambao Bwana anakwenda kutenda vitu vikubwa juu ya maisha yako. Ni mwaka ambao Mungu amekusudia ili akuinue, ni mwaka ambao Mungu anakusudia ili abadilishe maisha yako. Maana ni mwaka wa kuinuliwa tena, maana ni mwaka wa Bwana uliokubalika. Nami ninatangazia mwaka wa Bwana uliokubalika. Mwaka 2026 hautabaki hivyo ulivyo. Mwaka 2026 hautabaki hivyo ulivyo, maana ninaona zile baraka Mungu alizoziachilia kwako. Ninaona ushindi tena, ninaona tumaini jipya. Yale machozi uliyolia kwa muda mrefu, yamkini umelia jambo lako, umeona kwamba ni mtoto, yamkini ndoa imekusumbua, ndugu amekutenga, marafiki zako wamekukimbia, lakini yupo Yesu Kristo ambaye hajai kukuacha hata siku moja, na nyakati zote anakuachia yaliyo mema, anakuwazia yaliyo mema. Huyu Mungu aliyekuumba kwa sura na mfano wake hawezi kukuacha hata siku moja uaibike. Ni wewe tu kufanya uamuzi jioni ya leo ili umrudie huyu Yesu, na yeye akutengeneze tena, na yeye akuinue tena, akuwezeshe kuvuka tena, akuwezeshe kutembea katika njia zake. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu yangu, usikate tamaa, wala usihuzunike, wala usoneke moyoni mwako. Umelia kwa muda mrefu, lakini Bwana anasema leo amekisikia kilio chako na ameyaona mateso yako. Ameshuka ili akuokoe na akuvushe mwaka 2025 kwa kishindo, akuvushe mwaka 2025 kwa kishindo. Waliosema hautavuka, nataka nikwambie ukiwa na Yesu Kristo lazima uvuke. Walitangaza mabaya kwa ajili yako, nataka nikwambie hapo mazuri yanakuja. Walitangaza mambo ambayo ya wewe
wamekatisha tamaa, nataka nikwambie lipo tumaini tena. Walisema sio kupona, nataka nikwambie ugonjwa uliokuwa nao si kitu. Walisema hautapata mtoto, nataka nikwambie kwa Yesu kuna watoto wengi. Walitangaza ya kwamba hautapata kazi, nataka nikwambie kuna kazi nzuri imeandaliwa kwa ajili yako. Walisema biashara yako haitakuwa, nataka nikwambie 2026 hiyo biashara yako iliyokuwa ndogo ninaenda kuwa ya jumla, na huyu Yesu anaenda kuibariki, na huyu Yesu anaenda kuifanya kuwa kubwa. Ni wewe kukubali kumpokea kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, ili na yeye akutengeneze, ili na yeye atie baraka kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, ninawaambia kwa sababu ninajua na nina imani na ninaamini Mungu wetu huwa anafanya, na Mungu wetu hajawahi kumwacha mtu hata siku moja akaibika wala akaangamia. Wapo wengi waliumiza mioyo yao, wapo wengi walikatishwa tamaa, wengine hata ndugu waliwakimbia, wengine hata majirani waliwasema, wengine wamekataliwa na wazazi, wengine waume zao wamewakimbia, wengine wake zao wamewakimbia kwa sababu ya ugumu wa maisha. Nataka nikwambie lipo tumaini tena, lipo jibu ambalo Mungu amekusudia kuliachilia jioni ya leo. Lipo tumaini jipya ambalo Mungu amekusudia kulifanya jioni ya leo kwenye maisha yako. Lipo tumaini jipya ambalo Mungu anataka afanye kwenye maisha yako. Lipo jambo jipya ambalo Mungu anataka afanye kwenye maisha yako. Ni wewe kubali kurudi kuwa mtoto wake, na yeye atakufanya kuwa mtoto wake, na atakuwezesha kutembea, atakuwezesha kuvuka, atakuwezesha kushinda yote. Hata kama walitangaza ya kwamba wewe ni wa kushindwa, walitangaza wewe utainuliwa, walitangaza wewe ni wa kufa, nataka nikutangaze ya kwamba wewe utashinda, wewe utavuka, na utaenda kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Nataka nikwambie jioni ya leo, hii ni jioni iliyojaa baraka za Bwana, ni jioni ambayo Mungu ameniambia nije niachilie baraka juu ya watu wake. Kwa hiyo yote atakayesikia sauti hii na kufanya ambaye yale Mungu anataka afanye, Bwana anasema atavuka mwaka 2025, na mwaka 2026 utakuwa mwaka wa mafanikio, na mwaka 2026 ni mwaka wa kuinuliwa. Mwaka 2026 ni mwaka ambao masikio yako yatawasha na macho yako hayataamini. Ni mwaka wa kwenda kumiliki na kutawala, ni mwaka wa kwenda kumiliki na kutawala, ni mwaka wa kwenda kuinuliwa, ni mwaka ambao Bwana amekusudia afanye jambo jipya kwenye maisha yako. Bwana amekusudia kubadilisha maisha yako. Achana na maisha unayoishi, achana na maisha ya ulevi, achana na maisha ya uzinzi, achana na maisha ya nasa hizi, achana na maisha ya Mungu. Rudi kwa Yesu Kristo ili atengeneze njia zako, ili abadilishe mtazamo wako, ili akubadilishe wewe utoke katika hiyo hali uliyokuwa nayo. Ni hali ambayo Mungu amekusudia kutoka katika hali ya maskini, akupeleke katika hali iliyo nzuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu wa mahali hapa, wewe uliotoka unasikia sauti hii, yamkini upo na nyama yako choma safi na kula, unapata kinywaji chako baridi ambacho Mungu amekubariki, lakini ujue ya kwamba Yesu anakuhitaji na Mungu anakuhitaji wewe, kwa sababu lipo kusudi ameliweka ndani yako, ambalo hilo kusudi ni la wewe kwenda kuhubiri injili ya Kristo Yesu. Maana amesema katika Marko 16 ule mstari wa 15, anasema kwamba enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe, aminiye na kuagiza ataokoka. Kwa hiyo sharti wewe ni kwenda tu uhubiri habari njema za Yesu Kristo. Jambo la mtu kuamini ni yeye mwenyewe, au kutokuamini ni yeye mwenyewe. Maana anasema ya kwamba asiamini atahukumiwa, ili atakayeamini mtu
mtu huyo atakuwa ameokolewa. Kwa hiyo watu wa Mungu, nataka nikwambie, ewe baba, ewe mama, kijana mwenzangu, ujue ya kwamba kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako ni la kwenda kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wake na kwenda kuhubiri injili hii ya Kristo Yesu. Kwa hiyo uende waambie watu kuacha dhambi, uende waambie watu kuacha ulevi, uende waambie watu kuacha uzinzi na usherati. Hiyo ndio kusudi ambalo Mungu ameweka kwako. Ukibadilisha mmoja, ukifanya mmoja kuwa wanafunzi wa Kristo Yesu, hiyo ni furaha mbinguni.